Hujambo na karibu tena msikilizaji wetu katika uchambuzi wetu wa kina. Leo tunaangazia jambo moja muhimu sana, msingi kabisa wa ustawi wa kifedha, akiba ya dharura. Mada nyeti kweli kweli. Tumepitia dondoo zako kutoka kwenye maandishi yale muhimu wa akiba ya dharura. Na lengo letu hapa unajua ni kuchimba zaidi. Kuelewa sio tu nini maana yake, lakini hasa kwa nini wewe unaihitaji na inakulindaje. Inakulindaje na misukosuko ya maisha. Na pia mikakati gani sasa unaweza kutumia kuijenga na muhimu zaidi kuitunza bila kuichota hivi hivi. Kabisa. Maana kujenga ni kitu kimoja, kuitunza ni kingine. Na kuna kitu hapo kimenivutia kwenye chanzo hiki. Wanatumia mfano halisi, zile vurugu za maandamano zilizowahi tokea Tanzania, kuonyesha tu jinsi mambo ambayo hata huwezi kuyadhibiti yenyewe yanavyoweza kugeuza hali yako kifedha, yaani juu chini. Na hapo ndipo sasa akiba hii inakuwa mkombozi. Basi sawa, hebu tuzame moja kwa moja. Hakika. Ni mada ambayo niseme umuhimu wake unazidi kuongezeka kila kukicha. Kweli. Katika dunia hii ya leo, mabadiliko yanatokea kwa kasi, yaani isiyo ya kawaida. Kuwa na kinga ya kifedha sio tena onasa au chaguo, ni lazima. Ni sehemu ya mpango wa maisha, Ni sehemu muhimu kabisa ya mpango wa maisha wenye utulivu. Na unajua, hii sio tu kuhusu pesa kama pesa, ni kuhusu kujenga ule msingi imara wa usalama wako. Na chanzo chetu kinaanza na pendekezo moja maalum: kutenga kati ya 5 hadi 10 ya mapato yako ya kila mwezi kwa ajili ya huu mfuko wa dharura. Yaani tuseme unapata labda 500,000 kwa mwezi. Wanashauri weka kando kati ya 25,000 hadi 50 kwa lengo hili tu. Hili pendekezo la 5-10 linakugusaje ukilisikia kwa mara ya kwanza? Linaonekana linafikiwa kwenye bajeti yako au kama mzigo kidogo? Hilo ni swali zuri sana la kuanzia. Na chanzo kinapotoa hii 1%, wanajaribu kuweka kiwango chenye uwiano fulani. Unajua uwiano gani? 5% chini ya 5 inaweza kuchukua muda mrefu mno kujenga akiba yenye maana, ukizingatia gharama za dharura wakati mwingine zinakuwa kubwa. Ni kweli. Na ukienda zaidi ya 10, kwa watu wengi inaweza kuathiri uwezo wa kukidhi yale mahitaji ya msingi ya kila siku, au hata malengo mengine kama kulipa madeni au kuwekeza. Kumbe. Kwa hiyo hii 5-10 inalenga kuwa pale katikati, eneo tamu niseme, kiasi ambacho kinaleta mabadiliko bila kulemaza bajeti yako kabisa. Lakini cha kusisimua zaidi hapa sio namba tu. Ni nini hicho? Ni ile falsafa yake, ni lile zoezi la kujenga tabia, nidhamu ya kifedha. Unaamua kwa makusudi kabisa kutumia sehemu ya mapato yako kujilinda, kujikinga na yajayo yasiyotarajiwa. Ni kama tuseme mkulima anavyotenga mbegu bora kwa ajili ya msimu ujao, hata kama anatamani nafaka hiyo sasa. Anaihitaji sasa, lakini anajua baadaye. Anajua ule uwekezaji mdogo leo utamhakikishia mavuno. Chanzo hakisemi itakuwa rahisi hasa mwanzoni, lakini kinasisitiza uanze tu, hata kwa kidogo kuliko 5%, halafu uongeze taratibu. Huu mtazamo wa kuanza kidogo nadhani ni muhimu sana. Na chanzo kinaendelea kutupa muktadha sasa. Kwa nini hii juhudi ni muhimu kwa kutumia ule mfano wa vurugu za maandamano Tanzania? Inasaidia kuondoa ile dhana kuwa akiba ya dharura ni kwa ajili ya kuugua tu au kufukuzwa kazi. Ndiyo, na huo mfano una nguvu sana. Unatuonyesha jinsi mazingira mapana ya kisiasa, kijamii, hata kimazingira yanavyoweza kuingilia kati, yanavyoweza kuathiri moja kwa moja hali yako binafsi, hata kama wewe mwenyewe hukuhusika na lile tukio. Fikiria wakati wa machafuko vile. Biashara zinafungwa siku kadhaa, wiki, mapato yanapotea, usafiri unakuwa mgumu wa hatari, unahitaji pesa za ziada, nauli kubwa, au hata kuhama kwa muda. Kweli. Kunaweza kuwa na uharibifu wa mali, unahitaji matengenezo ya haraka, au upatikanaji wa bidhaa unapungua, bei zinapanda ghafla.
mambo ambayo kwa kawaida kabisa huyapangii kwenye bajeti ya mwezi. Hasa, mfano huu unatufundisha kuwa dharura inaweza kuwa na sura nyingi sana, sio tu zile tunazofikiria kirahisi, inaweza kutoka nje kabisa ya uwezo wetu. Kumbe, Hivyo, akiba hii sio tu kwa ajili ya gari kuharibika au kupoteza simu, ni kukupa wepesi na uwezo wa kuhimili mishtuko mikubwa zaidi isiyotabirika kabisa. yaani ile inayoweza kutikisa mfumo mzima unaokuzunguka. Moja kwa moja kwenye hoja nyingine muhimu sana ambayo chanzo kinaipa uzito. Upatikanaji. Yaani sio tu kuwa nazo hizo fedha, bali kuweza kuzitumia wakati unapozihitaji. Hili linaonekana kama jambo liko wazi, lakini chanzo kinasisitiza. Kwa nani wanahisi ni muhimu kulikazia hivi? Ni muhimu kulikazia kwa sababu watu wengi, unajua, katika harakati za kutaka kuongeza thamani ya akiba yao, wanaweza kuziweka mahali pagumu kuzitoa. Kama wapi kwa mfano? Fikiria umeweka akiba yako yote kwenye hisa. Inachukua siku 3 kuuza, pesa ingie. Au hati fungani, lazima usubiri mwisho wa kipindi. Sasa wakati dharura inatokea, Kama nini? tuseme mtoto anahitaji matibabu haraka usiku, au bomba kubwa la maji limepasuka nyumbani, fundi anahitajika sasa hivi. Zile siku 3 au wiki za kusubiri zinaweza kuleta madhara makubwa zaidi, au kukulazimisha uende kukopa kwa riba kubwa. Yaani, ule urahisi wa kufikia ndio unaifanya iwe kweli akiba ya dharura, sio tu akiba ya kawaida. Ndiyo kabisa. Kiini chake ni wepesi, liquidity kwa kimombo. Fedha za dharura zinapaswa kuwa na kiwango cha juu sana cha wepesi, uwezo wa kuzibadilisha kuwa cash au kuzitumia kwa malipo haraka sana, Bila kupoteza thamani yake. bila kupoteza thamani yake kuu au kupoteza kidogo sana. Hapa sasa ndipo linakuja swali, tuzitunze wapi hasa ili tufikie lengo hilo? Na chanzo kinapendekeza kama mbinu mbili hivi, zinajaribu kusawazisha mahitaji tofauti kidogo. Sahihi. Wanapendekeza mgawanyo. Sehemu ya kwanza, kuwa na kiasi kidogo cha fedha hizi kama pesa taslimu kabisa, pengine nyumbani, mahali salama, Au kwenye simu. au kiasi kidogo kwenye akaunti ya simu isiyo na makato makubwa. Hii ni kwa zile dharura ndogo ndogo za papo kwa papo. Unahitaji pesa mkononi sasa hivi. Lakini kutunza nyingi nyumbani. Hapo sasa sio salama. Alafu pia pesa inapokaa tu inapoteza thamani. Mfumuko wa bei. Hapo ndipo sehemu ya pili inapokuja. Kutumia kitu kama M-Wekeza, ambayo chanzo kinaitaja. Hebu tufafanue kidogo. M-Wekeza ni nini kwa muktadha huu? Kwa ufupi tu, M-Wekeza ni mfumo unaokuwezesha kuwekeza fedha zako mara nyingi kwenye masoko ya fedha au dhamana za serikali kupitia simu yako tu. Rahisi. Faida yake kuu hapa kwa akiba ya dharura, kama chanzo kinavyosema, ni ule urahisi wa kuweka na kutoa. Sio papo kwa papo kama pesa mkononi, lakini mara nyingi ndani ya siku 1 au 2. Lakini pia inaweza kutoa faida kidogo juu ya fedha zako. Chanzo kinataja hadi 13% kwa mwaka. Hii inasaidia kuzilinda pesa zako zisiishe thamani haraka na mfumuko wa bei, pengine hata zikaongezeka kidogo. Kwa hiyo ni kama daraja kati ya cash isiyo na faida na uwekezaji ule wa muda mrefu usioweza kufikiwa haraka. Lakini hiyo 13% inavutia. Je, kuna uhakika? Hilo ni jambo muhimu sana. Chanzo kinasema hadi 13%. Lile neno hadi ni muhimu. Faida kwenye mifumo kama hii mara nyingi inategemea soko linavyofanya. Sio garantia. Sio garantia. Inaweza kuwa juu, inaweza kuwa chini. Pia, ingawa kwa kawaida ni salama kiasi, bado kuna kiwango kidogo cha hatari ukilinganisha na kuiweka banki juu. Lakini kwa lengo la akiba ya dharura, mvuto wake mkuu ni ule urahisi wa kufikia ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji na uwezekano wa kulinda thamani ya pesa. Kwa hivyo msikilizaji anapaswa kupima mwenyewe. Anahitaji kiasi gani papo kwa papo, yani cash au sim, na kiasi gani kinaweza kusubiri labda saa 24 hadi 48 kwenye mwekeza. Hili linatofautiana, sivyo? Hasa, hakuna fomula moja kwa wote. Inategemea sana mazingira yako binafsi. Unaishi mjini ambapo huduma ni saa 24 na M-Pesa inakubalika kila kona, au kijijini ambapo cash bado ni mfalme. Majukumu yako pia. Majukumu yako, watoto wadogo, wazazi wanaokutegemea. Inakulazimu upate pesa nyingi haraka zaidi.
Ni dharura zipi zinakukabili mara kwa mara? Kujibu haya maswali ndio kutakusaidia kuamua ule mgawanyo unaokufaa. Ni kujitathmini. Na baada ya kuweka hiyo akiba, kuamua jinsi ya kuitunza, tunafika kwenye sehemu ambayo pengine inahitaji nidhamu kubwa zaidi, na chanzo kinaikazia sana: matumizi. Hapo sasa Kinasema kwa ukali, fedha hii ni kwa mambo usiyotarajia pekee. Hebu tuchambue hili kidogo. Maana yake nini hasa jambo usilotarajia? hapa ndipo kwenye changamoto kubwa ya kisaikolojia. Jambo usilotarajia ni tukio lililo nje ya mipango yako ya kawaida, na linahitaji fedha za ziada haraka ili kulishughulikia bila kuathiri maisha yako Au malengo mengine. Mifano dhahiri: kupoteza kazi, gharama kubwa za matibabu zisizo kwenye bima, matengenezo makubwa ya lazima nyumbani, paa linavuja, au gari kama ndio tegemeo lako. Hizi ni dharura za kweli. Lakini vipi kuhusu, ofa kubwa imetokea ya kitu ulichokuwa unakitaka, au rafiki anaomba mkopo wa haraka, tiketi za likizo zimepanda bei ghafla? Haya nayo yanaweza kuhisi kama dharura. Hapo ndipo nidhamu inapohitajika haswa. Chanzo kinatuonya tusichanganye dharura na matakwa au fursa. Ile ofa kubwa sio dharura, ni fursa ya matumizi. Kama hukuipangia bajeti, iache ipite. Mkopo kwa rafiki, japo ni jema, sio dharura yako binafsi. Kupanda kwa bei za tiketi za likizo ni usumbufu, lakini likizo yenyewe sio dharura. Kutumia mfuko huu kwa haya kunadhoofisha lengo lake. Ni kama kutumia maji ya akiba ya ukame kumwagilia maua. Kabisa, unajiweka kwenye hatari kubwa zaidi baadaye. Inahitaji kuwa mkweli na wewe mwenyewe, labda hata kuandika chini vigezo vya dharura ni nini. Hilo linaweza kusaidia sana. Kuwa na orodha fupi ya aina za matukio unayoruhusu mfuko huu utumike, na kujikumbusha. Pia muhimu kukumbuka, hata ukiitumia kwa dharura halisi, unapaswa kuijaza tena. Lengo liwe kuijaza tena haraka iwezekanavyo. Kurudi kwenye ile tabia ya 10% kila mwezi, hadi ifike lengo lako tena. Sio kuitumia na kusahau. Ni mzunguko unaoendelea. Sasa tukikusanya haya yote, kuweka akiba kiutaratibu, kuitunza mahali panapofikika, nidhamu ya matumizi, chanzo kinahitimisha kwa faida kubwa zaidi, ambayo sio tu ya kifedha. Ni ile hali ya utulivu wa akili. Hebu tuizungumzie hii kidogo. Inamaanisha nini? Utulivu wa akili hapa una maana kubwa. Kwanza ni kupunguza wasiwasi, hofu kuhusu yajayo. Kujua una kinga hata ndogo dhidi ya mishtuko ya kifedha inapunguza msongo wa mawazo. Huna haja ya kuwa na hofu kila simu ikiita usiku Kabisa, au kila ukipata barua pepe isiyotarajiwa. Pili, na hii ni muhimu sana, kuwa na akiba hii kunakupa nafasi na uwezo wa kufanya maamuzi bora wakati wa shida. Unamaanisha badala ya kufanya maamuzi ya haraka kwa sababu ya hofu. Ndiyo. Fikiria umepoteza kazi. Kama huna akiba kabisa, utalazimika kuchukua kazi yoyote tu, hata isiyolipa vizuri au haiendani na ujuzi wako. Unahitaji pesa haraka. Lakini ukiwa na akiba ya miezi michache, unapata muda wa kupumua, kutathmini hali, kutafuta kazi inayokufaa zaidi, au hata kujiongeza ujuzi. Inakupa udhibiti zaidi badala ya hali kukudhibiti wewe. Vivyo hivyo kwenye matibabu. Vivyo hivyo, unaweza kuchagua hospitali bora zaidi, unayoweza kuimudu, badala ya kwenda popote tu kwa kukosa fedha. Kwa hiyo, ni kama unanunua muda na uhuru wa kufanya maamuzi sahihi wakati ambao hisia zinaweza kuwa juu sana. Ni hivyo kabisa. Ni uwekezaji katika uwezo wako wa kufikiri kwa uwazi, kufanya maamuzi yenye busara wakati wa msukosuko. Na hii ina athari chanya, sio tu kwenye fedha, bali kwenye afya yako kwa ujumla, kimwili na kiakili. Inapunguza uwezekano wa kuingia kwenye madeni mabaya. Kabisa. Yale madeni ya gharama kubwa yanayozidi kukukandamiza. Kwa kifupi, akiba ya dharura ni zaidi ya pesa. Ni chombo cha kujenga ustahimilifu, resilience, katika maisha yako. Hili ni jambo zito na muhimu sana kulielewa. Basi, hebu tujaribu kuvuta pamoja nyuzi zote muhimu tulizojadili leo kutoka chanzo hiki. Kwanza,
lile pendekezo la 5 hadi 11 ya mapato kila mwezi. Tumeona mantiki yake. Pili, umuhimu wa fedha hizo kupatikana kwa urahisi. Tukaangalia njia kama cash kidogo na pengine mwekeza. Sahihi. Kusawazisha wepesi na kulinda thamani. Tatu, ile nidhamu isiyoyumba. Kutumia kwa dharura halisi zisizotarajiwa tu, sio matakwa. Hapo ndipo kwenye mtihani mkubwa. Na mwisho, tumeona faida kuu, utulivu wa akili na uwezo wa kufanya maamuzi bora wakati wa shida. Umezigusa hoja zote muhimu tulizopitia kwa ufasaha kabisa. Ni mfumo mzima. Sasa, tunapokaribia mwisho, tungependa kukurudishia wewe msikilizaji wetu. Baada ya haya yote, ukitulia kidogo kutafakari hali yako. Je, kuna jambo moja au mawili yamekugusa zaidi? Pengine umepata wazo jipya la kuboresha mfumo wako wa sasa. Au labda umehamasika kuanza kujenga huu mfuko kwa umakini zaidi kama ulikuwa hujafanya. Ni wakati mzuri wa kutathmini. Na nikiunga mkono hilo, chanzo kimetupa msingi mzuri. Lakini hebu tuongeze swali moja la mwisho la kukufikirisha, linalopanua kidogo wigo. Tupe hilo swali. Mbali na zile dharura kubwa tulizotaja, kupoteza kazi, magonjwa makubwa, majanga, ni dharura zipi ndogo ndogo, zile za kila siku au za kimfumo, ambazo zinaweza kuwa zinayumbisha mipango yako taratibu bila kujua, kama huna huu mfuko? Kama nini hizo? Fikiria bili zinakuja kubwa kuliko kawaida. Umeme, maji, hitilafu ndogo lakini muhimu ya kifaa nyumbani, simu, kompyuta ya kazi, gharama za usafiri isizopangwa, mafuta yakipanda ghafla, ada ndogondogo za shule zinazojitokeza kati ya muhula. Zile ambazo moja moja ni ndogo, lakini zikijikusanya zinaleta msongo mkubwa, zinakutoa kwenye reli yako. Je, unaweza kujenga utaratibu wa kuzitambua mapema? Au hata kutenga mfuko mdogo wa usumbufu tofauti na ule mkuu, ili hizi sikulazimishe kugusa akiba yako kuu? Hilo ni wazo la kuvutia sana, kuangalia sio tu matetemeko makubwa, bali hata vile vitikisiko vidogo vidogo, kuongeza tabaka lingine la ulinzi. Asante sana kwa huo mtazamo. Karibu. Na asante sana kwako msikilizaji wetu kwa kuwa nasi leo. Tunatumai kwa dhati umepata maarifa na hamasa ya kuchukua hatua, kujenga usalama na utulivu wa kifedha. Ni matumaini yetu sote kuwa na akiba ni hatua muhimu sana. Hadi tutakapokutana tena katika uchambuzi mwingine, kwa heri kwa sasa.